Bwana, hii Ramadhani ingeendelea bwana. Miaka mitatu watu wanafunga. Na hizi unauza hizi? Ndio naziuza hizo. Unajua ni mabomba, yes. Huyo mwenyekiti huyu nani wa pale anaitwa Bomba ndio. Kweli yuko hapo tu nyuma hapo. Mtaa pili hapo anaitwa Bomba. Kweli bomba kabisa. Sawa chuma hizo. Basi sawa. Haya. Ndugu yangu tafuta basi makopo mengi. Haina shida. Na bati mna nani Bati nauza hizo. Sawa sawa. Mzee mwenyewe. Nani? Bwana bwana. Niambie ndugu yangu. Fresh. Za hapa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tunajua unaga. Kwa nini? Bwana jua kali. Nakwambia. Na umeona? Nimeona. Jua kali. Jua kali. Vipi na wewe mbona najua hiyo tena unatoka kukopesha kwa wewe inakuwaje? Ndio maana nimekuja mzee mwenyewe. Sawa sawa. Sogea, usiogope. Kwangu hapa. Sasa vitu leta hapa kwa. Maisha yamekuwa magumu. Sasa. Nakusikiliza. Mara kulipa inakuwa shida. Ukisema ndio uchukue vitu anze kupima watu. Umeanza bara lake sio dogo. Ndio kulipa inakuwa shida. Sasa mzee ndio maana nimekuja kwako hapa. Labda nipe ushauri na sasa mimi kabla bado sijakupa ushauri, subiri kwanza ninywe maji. Sababu si unajua kiu. Nikinywa maji tunaenda kupa ushauri. Mpaka joto linanitoka hapa. Na najua tu wewe umeshakunywa maji huko ndio wengi. Wewe una kiu bwana. Nimekunywa wapi tena, ngoja nini hapo kwa sababu. Basi ukishakunywa mimi sikupi ushauri, nitakupaje ushauri wakati maji yako bwana. Sasa wewe unakuja kutaka ushauri kunywa maji. Sasa hapa mzee siku wako? Sawa kwangu. Ye kama na nini nimetiana niu kangu kanitilia limbwata nimpende sana. Tuache hayo. Sio limbwata. Unajua kwetu Kibukobe inaitwaje? Inaitwa shundama hiyo dawa. Shundama. Hiyo dawa ukitiliwa. Mwanamke hata ende sokoni na wewe hivyo uko naye. Ipo mpaka sasa. Mwanamke akwambia tandika kitanda unatandika. Jamani. Akikwambia pika na wewe unapika. Basi huyu nani? Mama yako. Kila siku mimi ananigongaga sana makofi. Akia Mungu. Anakuwa ananigonga sana mimi mpaka namwambia kwa nini wewe unanigonga? Napenda kugonga kutokana wewe una akili. Napigwa makofi mimi ndani. Sasa kwa dawa hiyo ikakuwekea hiyo dawa. Sijui. Na mimi mwenyewe namwambia kabisa Yesu kasema akipiga kofi la huku nampa la huku nampa la huku. Lakini hamna, isiwe kesi. Wanasemaga siku zote kofi la mpenzi aliumizi. Inategemea, mimi naona kuuma bwana. Wewe unatotiwa wewe. Wale. Sasa tuache hayo bwana. Sasa shairi mimi nataka nikupe wazo. Wewe usirudi kijijini. Ukirudi kijijini utachekwa. Yaani ukisema unatoka hapo unaondoka unaenda Bukoba utachekwa. Alafu sina hela yoyote sasa. Una hela yoyote. Wewe fanya kitu hiki. Mimi nina kazi. Tena mbona hapo utakuwa umenisaidia? Hata nikienda Bukoba nasemaje kaja na hela. Wanaanza kujileta mapambano pale watoe washikaji zangu wa zamani wale tunajua. Hebu nipe hiyo kazi. Sasa hii kazi bwana, kazi ya monchwari. Tena monchwari? Hakuna kazi mzuri kama hiyo kazi ya monchwari. Unajirelax. Sio, unanielewa? Kule monchwari wanalipa shilingi ngapi? Ile kazi mzuri. Kwa shoga. Unajua nini? Kuna taarifa nilikuwa nataka kwa sababu wewe ni rafiki yangu, sije kutembelea miaka yote tunayotembea naye, sijai kuambia. Leo nataka nikutambulishe shemeji yako. Shoga yangu, unakumbuka shoga yetu ile pili kile? Unamkumbuka? Yule dada yule. Shoga yangu aliolewa na kumia miaka hiyo mitatu. Hajawahi kusema mate, hajawahi kula ukwaji wala kutaka ndizi. Ndoa yake nakwambia imekuwa gharika. Mwanaume ndani kulala halali, kudanga nje moto. Nataka. Kwani bado hajaachana shoga yangu? Ndoa nao na natamba nayo. Haraka bado hajaviwa shoga yangu. Bila tu kauli mbiu inakuja nini? Mtoto. Basi hapo tutaangalia jinsi tutakavyomsaidia, maana yule ni shoga yetu.
sijui wapi nini, tunasaidiana. Kwa hiyo hatuwezi kumtupa. Haya, bora vizuri umekuja shoga yangu. Kama kuna mganga unamjua, kama kuna dokta, kama mtu anatumia tiba za asili, upate kumpeleka. Bora hata nimekumbuka ulivyoongea maswala ya ndoa sijui nini, bora hata nimekumbuka. Bwana, mimi nimeshapata jibwana. Mama. Shoga yangu wacha. Kwambia cha kwanza anavaa suti. Wacha wewe. Miwani na ule upala ule naona ana hela shoga yangu. Nisihitaji sukari. Wacha. Sijui nisieme. Mama wewe. Sijui nigeuke. Napata kila kitu shoga yangu. Na hivi nimempigia simu anikute hapa hapa kama una bahati. Na hamu wewe bwana nimuone bwana shemeji. Maana wanae kila nikikwambia bibi wewe nionyeshe shemeji yangu. Nitakuonesha nionyeshe. Wanakwambia usimchanganyie masha. Yule pale. Mbona angalia pembeni shoga yangu? Ndio yule. Mbona kama unajua hivi mtu mwenyewe anaangalia magharibi shoga yangu kwa Basi basi njoo. Unalinga tena bembelezo Shoga yangu. Shoga yangu ndo bwanako. Ndo mpenzi. Wewe ndio bani. Kaa kimya. Wewe mimi mjomba wako. Haya unataka unifanye nini? Mjomba. Nini? Na haya mjomba. Haya nini? Jamani mbona siwaelewe? Shoga yangu mjomba wangu. Mjomba wangu kabisa kindangu. Mjomba mama japokuwa maziwa hana. Sasa shoga yangu bwana. Misale inalipwa milioni 5. Eti milioni 5. Ndio unaona mfuko. Milioni 10. Hapo sasa si ndo nakuwa tajiri nikienda nini makwetu kule Bukoba. Naanza kugawagawa miera wale nilioacha na wagawia. Ile masharti yake ni matatu. Sharti la kwanza inatakiwa uwe na mafuta. Mafuta tena? Yale ya Marekani hayo. Sio ya Marekani kusema sijui Diamond na nani. Inatakiwa uwe na mafuta. Yaani wewe upake mafuta. Unajua ndugu yangu kuna mafuta mengi. Kuna mafuta ya kupaka, kuna mafuta ya kula ya kupika yale. Kwa hiyo inabidi uende na mafuta gani? Hayo mafuta bwana, mafuta ya kula yale ya kupikia yale. Wanapika binadamu. Kama wewe na mke wako anapika mafuta. Yale ndio inatakiwa wewe unapata ile lita 5 unajimwagia ndani ya mwili. Ukishajimwagia ndani ya mwili, wale waliokufa wanajua huyu mwenzetu. Kwa hiyo kule kuna na kupika tena tunapikia. Huwezi kupika sio kwa babako kule. Unajipaka wewe ndani ya mwili. Yaani kama unavyooga maji unajipaka ndani ya mwili, ukishajipaka wala kuona wanajua huyu mwenzetu. Ila ukienda hivyo hivyo wanajua unaenda kuwafanya kitu kibaya. Sio unanielewa? Kwa hiyo baba sasa hapo sina hela kununua mafuta nafanyaje sasa? Mimi nitakusaidia. Na sharti la pili inakuwa ukisikia vigelegele. Usijue na gombana. Ujue Zuchu katoa nyimbo mpya. Wanajua wale. Watu waliokufa wanajua kama Zuchu katoa nyimbo mpya duniani. Yaani mtu kafa, alafu anasikia Zuchu katoa nyimbo mpya naye anacheza. Anacheza. Na nyimbo yenyewe hii wanakwambia hii usimchanganyie matunda na madarasi na bali. Na ingine anakwambia Zuchu sokaimba sukari. So ametoa ile nyimbo ya Zuchu ile. Wale wameshajua. Kwa hiyo inatakiwa uende na style hizi. Kwa hiyo kazi inaanza lini? Tuende tu. Hiyo kazi bwana ikiisha Ramadhani. Sababu upo mwezi mtukufu wa Ramadhani mfungo. Kwa hiyo kishaisha huu mfungo na wale washafunga kule. Wamefunga kule Ramadhani. Kufuturu saa 6 za usiku. Kwa hiyo subiri kwanza Idi ishi. Sasa bwana hebu subiri. Kwa hiyo hamna kulala pale unakaa macho kodo. Unakaa macho. Kuanzia saa 6 za usiku mpaka saa 12. Ukilala pale unalaliwa. Wale wataki ulale wewe. Sijui nielewa. Na unawezekana ukakaa hivi mpaka saa 8 wakawa wanakuita. Unaitwa nani wewe? Mwaya. Wanakuita kwa Kiingereza, "Mwaya, come on, please. Some water tupeleke chooni." Na unawapeleka. Yaani tiani lakini inabidi ukakamae. Wewe acha mambo yako bwana. Sasa kama unaweza ndio hivyo. Ila kwa milioni 10 hiyo baba naenda kufanya. Basi ndio hivyo sasa. Uishe mwezi mtukufu wa Ramadhani. Endelee na kazi. Kazi. Mama anasema kazi. Mama. Asa anapiga mwingi. Mama anasema kazi iendelee. Na huyu amesema kabisa na huyu ndo ataongeza mshahara.
Kwenye milioni 10 zinakuwa 20. Inakuwa 20. Wewe ukifanya vizuri. Ulinde vizuri. Magari yakija yabebe vizuri. Yabebe vizuri. Na wale wakague vizuri, wasiwe na dosari. Mama anaongeza mshahara. Kasema hii juzi pona mimi mama akanipigia simu hapa akaniambia fast as me, yani fast as me akaniambia na kutumia milioni 5 cash. Acha mambo. Hiyo ya marupurupu hiyo. Ya marupurupu. Baba, mimi naomba Ramadhani hicho nipeleke. Basi nitakupeleka Ramadhani. Milioni 20 tena. Tusubiri mfungo wa Ramadhani uishi, wale Idi. Ni wakesha kula wale Idi, basi ndio tunaenda kwanza kazi. Ila usisahau mafuta. Nitakupeleka ndugu yangu. Kwa mimi ngoja nikuache. Basi haina shida. Ende zangu hivi niko naenda sokoni kuangalia mambo ya mambo. Basi haina shida ndugu yangu. Mimi tutaenda. Fanya hivyo mwaya. Sawa Mimi ngoja nikuache. Haya, haina shida. Kwa hiyo bwana ndio usisahau bwana, fanya hivyo sawa. Haina shida brother. Haya. Bwana nataka rudi Kigoma. So, ndio huyo hapa. Mama yangu mimi mzazi. Huyu dadake baba moja. Sasa kwa nini hukuniambia mapema mpaka muda wote huu? Wakati huu ni rafiki yangu. Basi kama ndio hivyo mtoto akinya mkono ukati unaosha unaendelea kutumia. Sasa nitakutaarifu vipi? Wewe bwana wewe mbona unakuwa kama nani rafiki bwana? Sasa mimi najuaje? Wewe sasa kuanzia leo mimi na wewe basi. Kwa nini mjomba una makosa? Sema kashangazi. Wewe tatizo lako wewe wapi? Yaani wewe unapenda sana wewe au unanitaka wewe? Nitake. Sasa nikutake mimi wa nini mjomba? Mjomba wapi ni so unitake? Sikutaki, mimi nakwambia ukweli unaniambia ukweli. Sasa kwa taarifa yako yule pale umeshamna nini? Yule ndege. Ndege gani? Sasa kama yule umemtoa wewe. Ndio tunalala wote. Hatulali wote wala lakini umejaribia mwenyewe. Na ungesema bwana mimi mpwa wangu. Nini? Katika pita zangu huko nimemwona mrepo nimempenda. Sasa nasema hivi. Ipo hivi. Ndio na mimi nakaa tayari. Mimi sijui. Kwa maana mimi nimemwaga mboga na ugali wake. Unamuona yule pale unani hapa? Zamani kipindi hiko mimi nilikuwa dereva bodaboda. Nilipokuwa dereva bodaboda mimi nikawa napakia sana. Kwa yule pale nikawa nampakia bure. Mwisho wa siku nampakia bure, yule pale akanipigia simu akaniambia kwa Kiingereza kabisa, don't me akaniambia tukutane wapi. Wewe unakuja unanena nini bwana? Lakini sio mbaya utambembeleza. Mbembeleza wapi bwana? Sasa nisikilize, yule pale umeshamtoa hivi. Sasa nimemtoaje? Nini? Nimemtoaje? Mimi ni nani kwako? Si mjomba. Basi nakutaka. Wewe una wazimu. Una wazimu ni wazimu nini? Wewe sio mjomba wako. Wewe unapi mtaka na mjomba wako? Ndio vizuri bwana. Nini? Usiponitaka au tusipolala wote ujue uli chakula. Miezi 4. Unanitishia mbwa. Nini? Unanitishia mbwa. Hata sinitishie mbwa. Basi utajua mwenyewe. Wewe uwezekano wewe mkimbize yule. Hujai kulipa kibaba chako hata siku moja kikwambia mjomba hela ofi nini na nini? Wewe una shangazi, wewe una mtunza, wewe una mgaramia, eti leo nitishe mimi nyao. Basi wewe unanitaka unashindwa kuniambia. Sasa kwa taarifa yako na mimi nasema kabisa yule pale umemtoa yule. Na shoga yangu sikakupendea ni sio videvu, kacha chandu. Utajua mwenyewe. Sio miwani kafundisha lemara. Yaani wewe maliza. Yaani wewe maliza mambo yote ikiisha jua hili. Basi tunaingia shoga yangu kijana anisifia na bwana na kipala, bwana na fedha, bwana wewe nimekwambia jimaliza yote. Yule mimi nimempata kwenye bodaboda. Mimi nilikuwa bodaboda. Sasa hivi ndio ushafuria. Bodaboda yenyewe nimekopa mkopo. Sasa ushasema umekopa, sio ukopa hasa. Wasa. Kwa hiyo na wewe unataka nini? Kwa hiyo yule pale ilikuwa kama mimi nimemkopa hiyo. Afu huyu nani anechuma kisamvu? Yaani mtu anakuwa anachuma kisamvu ajui kama hivi visamvu vimepandwa. Anajua tuko kijijini hapo wakati tuko mjini. Yaani ningemjua wewe anechuma kisamvu. Ananivizia nikilala. Sio ananipulizia dawa huyu. Nalala fofofu kweli. Yaani nalala utazani kasi ya mki tena. Kwa hiyo pale napolala huyu ndo anakuja ananipulizia dawa na mimi dawa inaniingia. Na inaniingia kweli dawa. Mahali apaki. Ningemjua huyu. Ile maji ya kidogo.
huyu mama sikujua huyu naye. Yaani anafagia kule, taka anakuja kuweka nyuma ya nani. Haya ndo amekuja sungusungu. Toa faini. Mimi nina hela kutoa. Tukupeleke serikali ya mitaa. Ndio maana hata juzi leo walipokuja wale wakasema bwana mtaro wako inatakiwa tukuzibue wewe mtaro. Maji machafu. Na ukiangalia kweli wale nikawapa hela mimi wakanizibua mtaro. Hivi hivi. Na huyu anakuja taka naweka hapa. Kesho nampa notice. Akafanyia huko kazi yake. Taongea na mke wangu, tamwambia hapa wote tuwape notice. Wakafie mbele huko. Haiwezekani mtu unafagia huko unakuja kuweka taka kwenye nyuma huko la tenki. Afu laiti kama ingekuwa tenki linaongea lingesema bwana naonewa kweli. Kweli ukiangalia. Sasa sijui nifanyeje. Kisamvu nachumiwa. Kila kitu mimi na nani. Kwani jamani tunakuaje sisi binadamu? Pona nani kabisa jamani kweli? Angalia. Yaani mpaka TBS ipo. Kweli? Sema tu binadamu ndio hivyo. Na huyu mchafu huyu anaitwa mama mama sikujua huyu. Huyu mama sikujua huyu bwana huyu naye huyu. Kwanza anakuwa na roho mbaya. Ananunua chips uko peke yake kwa nakula ndani anajifungia. Asemi baba mwenye nyumba nikupe hata kipande cha nani. Alafu hapo mwisho wa mwezi nikimwambia hela yangu utasikia sijui nitazamia sijui nani niko mwezini. Inakuaje sasa mambo haya? Nisipendagi bwana. Ona uchafu wote. Kweli jamani ndio tunavyoishi. Wewe mama nani? Dirisha. Kumbe nani dirisha kweli. Mambo kama haya ndio mfano Mama Samia Suluhu Hassan. Anasema haya inatakiwa wale waneficha taka kwenye nyuma ya tenki. Mimi sio nawekwa ndani mimi. Mimi wa kuwekwa.